2. 1 2 1 2. Kwa Kristo Bwana Yesu wa Kristo. Naomba tusimame wimbo 219. Tukiwa tumesimama tuisikilize zaburi yetu, zaburi ya 18 kuanzia mstari wa 21 hadi ule wa 50. Kwa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi tuliyopewa leo ni Zaburi ya 18 mstari wa 21 hadi mstari wa 50. Zaburi ya 18 mstari wa 21 hadi mstari wa 50. Kama tumepata, nitasoma kwa msaada wa Mungu. Maana nimezishika njia za Bwana,
wala sikumwasi Mungu wangu. Hukumu zake zote zilikuwa mbele yangu, wala amri zake sikujiepusha nazo. Nami nalikuwa mkamilifu mbele zake, nikajiepusha na uovu wangu. Mradi Bwana amenilipa sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu mbele zake. Kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili, kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu. Kwake ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu, na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi. Maana wewe utawaokoa watu wanaoonewa, na macho ya kiburi utayadhili. Kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu, Bwana Mungu wangu aniangazia giza langu. Maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao, wote wanaomkimbilia. Maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Miguu yangu anaifanya kuwa ya kulungu, na kunisimamisha mahali pangu pa juu. Ananifundisha mikono yangu vita, mikono yangu ikaupinda upinde wa shaba. Nawe umenipa ngao ya wokovu wako, mkono wako wa kuume umenitengemaza, na unyenyekevu wako umenikuza. Umenifanyizia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Nitawafuatia adui zangu na kuwapata, wala sitarudi nyuma hata wakomeshwe. Nitawapiga wasiweze kusimama, wataanguka chini ya miguu yangu. Nawe unifunga mshipi wa nguvu wa vita, uniitishia chini yangu walioniondokea. Naam, adui zangu umewafanya wanipe visogo, nao walionichukia nimewakatalia mbali. Walipiga yowe, lakini hakuna wa kuokoa. Walimwita Bwana, lakini hakuwajibu. Nikawaponda kama mavumbi mbele ya upepo, nikawatupa nje kama matope ya njiani. Umeniokoa na mashindano ya watu, umenifanya niwe kichwa cha mataifa. Watu nisiowajua walinitumikia, kwa kusikia tu habari zangu mara wakanitii. Wageni walinijia wakinyenyekea, wageni nao walitepetea. Walitoka katika ngome zao wakitetemeka. Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa wokovu wangu. Ndiye Mungu anipatiaye kisasi, na kuwatiisha watu chini yangu. Huniponya na adui zangu, waliinua juu yao walioniinukia, na kuniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana na kushukuru kati ya mataifa, nami nitaimba jina la Bwana, nami nitaiimba jina lako. Ampa mfalme wokovu wake mkuu, amfanyia fadhili masihi wake Daudi na mzao wake milele. Amen. Ninaomba tukae, tutashirikiana kwa pamoja wimbo nambari ya 298. Wimbo nambari ya 298. Baada ya wimbo huo, kwaya watatupatia wimbo kwa huruma nikubali. Yesu, hivi nilivyo, niwe mali yako Bwana Mwokozi mtakatifu. Kwa huruma nikubali, Yesu, hivi nilivyo, niwe mali yako Bwana Mwokozi mtakatifu. Natafuta na Bwana nitaona to
Bila kukaa
tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Tukisema ya kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumuungamie Mungu dhambi zetu. Kiti chako cha rehema. Kiti chako cha rehema Mungu mwenye enzi yote, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekasirisha mara kwa mara, nikaistahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyo kuu, unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Futa dhambi zangu na tukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninatangaza ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sasa na
siku ya Bwana ya tisa hadi ya saba kabla ya Pasaka. Bwana ndiye genge langu na ngome yangu. Nimekukimbilia wewe haki yako uniponye.
sana, Mungu awabariki sana. Ibada yetu inatakana itoke saa 2:30. Kwa hiyo tunaiba mafungu mawili peke yake. Amen. Aya ya siku inasema, hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, bali kwa sababu ya rehema zako nyingi. Tuombe. Bwana, tukusihi usisikilize kwa upole sana za watu wako, ili sisi tunaoteswa kwa haki kwa sababu ya dhambi zetu tupate kwa rehema zako kuokolewa kwa utukufu wa jina lako, kwa Yesu Kristo aliye mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tukiwa tumesimama tusikie somo letu la Injili. Kristo, Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Somo letu la Injili tunalipata Mathayo Mtakatifu sura ya 20 mstari wa 1 mpaka 16. Mathayo Mtakatifu sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 16. Kama tumepata tuseme utukufu ni wako ee Bwana. Nami nitasoma kwa msaada wa Yesu. Kwa maana ufalme wa mbingu umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mzabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mzabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mzabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9, akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mzabibu. Ulipokucha, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima walipe ujira wao, kuanzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea wakamnung'unikia mwenye nyumba wakisema, hawa wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu ya hali za mchana kutwa. Naye akajibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu ukupatana nami na dinari? Chukua iliyo yako uende zako, napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho hatakuwa wa kwanza, na wa kwanza atakuwa wa mwisho. Tuseme, Bwana Yesu, tunakushukuru. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na ni mwanga njia zetu.
popote tuendapo tuimbe haleluya. Haleluya, haleluya. Pamoja imani yetu ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni, imani ile ya mitume. Ninamwamini Mungu Baba mwenyezi yote, Muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Pilato, akasulubiwa, ninaomba tukae, tutashirikiana kwa pamoja wimbo nambari ya 289. 289, na tutasikia matangazo yetu. 289, Yesu ndio Bwana wetu, ninakukimbilia kwa simba watafuta watakavyotangaza. Yesu niwe mponya wetu, ninakukimbilia, kwani simba watafuta atakavyotumeza. Yesu kumanika moyoku, ninashangwe nipone katika ufalme juu. Yesu wewe nakushinda, unapokuwa unyonge, kwa wengine sina msaada, Wakristo watasasifiwe. Kabla nisome matangazo haya, nipende kuwakaribisha viongozi wetu ibada, tukianza na mchungaji wetu alafu shemasi. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Kenya, Dayosisi ya Kati Teule, Jimbo la Nairobi Teule, Usharika wa Isilii. Matangazo ya leo tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2025. Siku ya Bwana ya 9 kabla ya Pasaka, Septuagesmae. Neno kuu, haki na rehema ya Mungu. Zaburi ni Zaburi ya 18 mstari wa 21 mpaka 50. Injili ni
Mathayo 20 mstari wa kwanza mpaka 16. Mahubiri ni mhubiri wa 7 mstari wa 15 mpaka 18. Nyimbo ni kama zitakavyosemwa na viongozi wetu wa ibada wageni. Tunakaribisha wageni wote waliofika katika usharika wetu wa ICD kuabudu pamoja nasi. Tunasema karibuni, na baada ya ibada wageni wote watakaribishwa rasmi. Ripoti ya mahudhurio na matoleo ya tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2025 ni kama ifuatavyo. Mahudhurio. Mtaa wa ICD saa moja. Mtaa wa ICD saa moja walikuwa na watu 119. ICD saa 4 walikuwa na watu 201. Waliohudhuria kwa njia ya mtandao ni watu 6. Matoleo. ICD saa moja walimtolea Mungu shilingi 44,090. ICD saa 4 walimtolea Mungu shilingi 87,325. Waliotuma kwa njia ya mtandao ni shilingi 3,710. Jumla ya watu walioingia ibadani ICD tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2025 ni watu 316. Matoleo ya M-Pesa ni shilingi 3,710. Fungu la 10 ni shilingi 9,060. Jumla ya matoleo yote usharikani ni shilingi 135,125. Nitarudia, shilingi 135,125. Mchango kwa ajili ya ujenzi hakutolewa chochote. Mungu wa amani na upendo abariki mahudhurio na matoleo ya watu wake. Naomba tusimame tuimbe wimbo wa 59 kwa kwanza. Waliozaliwa na kufunga ndoa zao mwezi wa Februari. Wale wote waliozaliwa mwezi wa pili na waliofunga ndoa zao mwezi wa pili wanamtolea Mungu shukrani zao Jumapili ijayo tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2025. Wakristo tuombe matendo hayo yapate kibali kwa Bwana. Tangazo la pili. Baraza la wazee la usharika. Baraza la wazee la usharika litafanyika ICD Jumapili ya leo tarehe 16 mwezi wa pili saa 7 mchana. Tunaomba wajumbe wote wa baraza wawahi ili kutunza muda. Wakristo tuombe matendo hayo yapate kibali kwa Bwana. Tangazo la tatu. Darasa la kipaimara mwaka wa kwanza na wa pili. Masomo ya kipaimara mwaka wa kwanza mwaka 2025 na mwaka wa pili linaendelea kila Jumamosi saa 8 mchana. Wazazi waandalie watoto wao Biblia, furahini katika Bwana na madaftari ya kuandikia na kalamu na pensili. Tunaomba mzingatie muda. Tangazo la 4. Maandalizi ya maombi ya dunia kwa wanawake. Maombi ya dunia kwa wanawake yatafanyika
Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 3, tarehe 2 mwezi wa 3. Hivyo tunaomba akina mama wetu wajiandae ili kufanikisha ibada hii. Kila Jumamosi wanawake watakutanika kwa ajili ya mazoezi mara baada ya ibada ya saa 4. Wakristo tuombee matendo hayo yapate kibali kwa Bwana. Tangazo la 5. Kalenda za kanisa za masomo ya kila siku. Kalenda za masomo zinapatikana kwa wazee na ofisi kwa bei ya shilingi 200. Jipatie nakala yako. Tangazo la 6. Maombi na sala mara 3 kwa wiki hapa kanisani. Maombi kwa Wakristo wote yanafanyika kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Jumamosi saa 12 asubuhi kwa muda wa lisali moja kabla ya kwenda kazini. Tunakaribisha Wakristo wetu katika ibada hii fupi ya maombi asubuhi hapa kanisani. Tunawakaribisha sana Wakristo, tuombee matendo hayo yapate kibali kwa Bwana. Tanzia. Tunasikitika kutangaza kifo cha Mkristo wetu wa Thika, Neema Mole, kilichotokea Jumanne wiki hii huko anapofanya kazi Thika. Mwili unatarajiwa kusafirishwa kwenda Tanzania. Nasi kwa kuungana na familia hii tusimame tuimbe wimbo wa 154. Amnyoke
tuombee matendo yote yaliyofanyika na yale yatakayofanyika majuma ajayo, na huu ndio mwisho wa matangazo yetu. Mungu awabariki. Tunamshukuru mzee kwa kutusomea matangazo yetu vizuri. Nitakaribisha kwaya atatupatia wimbo tunapotoa sadaka yetu ya ahadi.
Yuko na mtu mwovu azilishaye maisha yake katika udhalimu wake. Usiwe na haki kupita kiasi, wala usijiongezee hekima mno. Kwa nini kujiangamiza mwenyewe?
usiwe mwovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Ni vizuri kwamba ulishike neno hilo, na hata kwa neno hilo tena usiondoe mkono wako, kwa kuwa kwa mtu yule amchaye Mungu atatoka katika hayo yote. Amen. Tukae. Tumepewa ujumbe wenye maneno mawili: haki na rehema za Mungu. Haki na rehema za nani? Za Mungu. Katika maandiko tuliyosoma katika somo letu la Injili, na pia katika masomo haya tuliyosoma kutoka kwa Mfalme Suleiman anapoandika kwenye kitabu hichi cha Mhubiri, maneno yaliyoandikwa katika mistari hii mitatu, katika hii mistari mitatu 15, 16 na 17 na 18, nilipochunguza nilikuta kila neno aliloandika lilikuwa limebeba ujumbe wa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaangalia nikaona kama kuna masomo kama 6 kwenye message fupi ya maneno haya. Kwa mfano, tungezungumzia apoteaye katika haki yake, tungepata ujumbe wa kutosha. Lakini tungelizungumzia habari ya zidishaye maisha yake katika udhalimu wake, tungepata ujumbe wa kutosha. Lakini tungelizungumzia habari ya usiwe na haki kupita kiasi, au tungelizungumzia usijiongezee hekima mno, au tungelizungumzia usiwe mwovu kupita kiasi, au tungelizungumzia pointi ya 6, usiondoe mkono wako kwa kuwa mtu yule, kwa yule mtu amchaye. Nimetaka tuzungumze kwa kutafakari juu ya haki ya Mungu na rehema zake. Lakini nimetaka pia nianze kwa kutafakari mambo machache. Neno la Mungu linatufundisha katika kitabu hichi cha Mhubiri, kwenye mlango huu tuliosoma, mstari wa 16. Hapo ndiko nataka kubezi: usiwe na haki kupita kiasi, wala usijiongezee hekima mno. Kwa nini kujiangamiza mwenyewe? Haleluya. Watu wa asubuhi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake nini maneno haya machache? Hapo kuna maswali machache tunayoweza kujiuliza. Je, ni kwa nini Biblia inasema hivyo? Kwa nini kuna ubaya? Kwani kuna ubaya gani kwa mtu mwenye haki kupita kiasi? Lakini kuna swali lingine: mbona ni vizuri zaidi tukiwa na haki kupita tunavyoelezwa? Au kuna sifa gani kuwa mwenye haki iliyo kidogo? Na je, ni kweli tunaposoma mstari huu kwa makini tunachanganyikiwa? Au tunapoteza uelewa wa kibibilia kwamba tusiwe na haki kupita kiasi? Ulishawahi kukaa chini ukatafakari jinsi dunia inavyohangaika kutafuta haki, jinsi
jinsi watu wanavyotembea asubuhi, utafikiri wako hospitalini, mahakamani, wanatafuta haki. Wewe umeshawahi kupita kwenye familia za watu wanavyohangaika kutafuta haki za mashamba walioachiwa, haki za ndugu zao waliopotea, na vitu kama hivyo. Ushawahi kutana na wamama ambao wamefiwa na waume zao, wanang'ang'ana kutafuta haki ya kile walichotafuta na mume zao, kwa sababu ndugu wameinuka, wameimiliki ile haki, na watoto wanaachwa kwenye mazingira magumu. Wao umeshakutana na watoto ambao baba zao walipata ajali, wakafa na mama, wakabaki watoto peke yao, wakalelewa na wajomba na watu wengine. Alafu ghafla wakagundua kwamba mashamba yale baba zao walioacha ndio wanamiliki wajomba au kaka zao au baba zao wadogo. Na kila wanaposema wanaponyamaza, haki zao zimeenda huko chini. Wao ushakutana na mtu ambaye anaiona kwa macho yake haki yake iliko, lakini hana nguvu ya kusema. Amejawa na machozi, amejawa na huzuni, amejawa na kilio, ameishi kwenye hali ya ufukara na umasikini, lakini anajua ile nyumba pale watu wanayoishi ilikuwa ya baba yake. Yale magari yanayotembea kule ilikuwa haki yetu, lakini anaishi kwenye taabu, kwenye nyumba za magari. Ushakutana na watu wa jinsi hii ambao ukizungumza wao wana swali moja tu wanauliza, yuko wapi huyo Mungu? Mbona hatutetei? Bwana Yesu asifiwe. Katika mazungumzo yote hayo, haki za kibinadamu ni ngumu kuzipata. Na vile Mungu anavyotazama haki yake, sivyo wanadamu wanavyotazama. Katika maneno tuliyosoma kwenye kitabu cha Injili, bwana mmoja ametoka, mwenye shamba lake ametafuta watu wa kuajiri shambani. Mmoja akaja akaingizwa saa 3, mwingine akaja akaingizwa saa 9, na mwingine saa 11 akaja akaingizwa kazini. Baada ya saa moja, saa 12 ikafika, mwenye kazi akaja kulipa, akawaleta mahali panafaa. Mwenye kazi akaja kulipa. Yule wa saa 3 akawa wa kwanza kuja, maana ametaabika. Saa 3 mpaka saa 12 sio mchezo. Akapewa dinari. Yule wa saa 9 naye akaja, akapewa dinari. Sasa wameanza kucheka. Yule aliyekuja saa 11, wale watu wengine naye akapewa, na bahati mbaya zilitolewa hadharani, wazi. Yule wa saa 3 na yule mwingine aliyekuja kupewa kidogo wakainuka wakamuuliza, bwana, nilifanya kazi yote siku nzima, unatulipa sawa na huyu aliyekuja saa 11 jioni? Alimjibuje? Tulipatana nini? Bwana Yesu asifiwe. Tulipatana nini? Si tulipatana dinari? Chukua hiyo yako. Huyu alipokuja saa 11 takulipa dinari. Alipokuja saa 9 takulipa dinari. Alipokuja saa 3 asubuhi nitakulipa dinari. Haijalishi kiwango cha utendaji kilichokuwepo na nguvu zilizotumika wakati wa kufanya, kinachoangaliwa ni makubaliano yaliyofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi alikuja ni saa moja peke yake, kilichokubalika ilikuwa ni nini? Ni dinari. Lakini
ukweli ni kwamba Biblia ni kitabu kilichohubiriwa na Roho wa Mungu. Ndiye peke yake anayeweza kukosoa na kufanya masahihisho. Na huyo ndiye anayefahamu kwa nini tunapewa maneno mengine wakati mwingine tunachanganyikiwa. Lakini huyo hawezi kutuchanganya. Huyo Roho wa Mungu hawezi. Tunataka kusema neno hili. Mbingu na nchi aliyefunuliwa ndani yake alikuwa ni Yesu Kristo. Ndani ya hizo mbingu na nchi. Kulingana na kitabu cha Waebrania 1 mlango wa kwanza mstari wa kwanza na wa pili, au kusoma Wakorintho wa pili 5 mstari wa 19. Na anasema huyo hawezi kukosea. Jaribu kufikiri tangu hii dunia iumbwe. Sasa tunachukulia mfano wa kutafakari. Mungu hajawahi kukosea majira yake. Ushaona Mungu amekosea majira yake? Wewe ushawahi kuona jua limekosea wakati wake? Limechelewa kutoka na limezama kwa kuchelewa. Hajawahi kukosea majira yake hata siku moja. Wewe ushawahi kuona tangu wewe umezaliwa, sitaki kusema tangu uko ndani, oksijeni ya Mungu ikipungua? Ushawahi ona wewe? Wewe unajua asili ya oksijeni ya Mungu iko wapi? Kwa nini tumerelax na tunavuta oksijeni na haijawahi pungua wala kukosea? Wewe ushaisikia watu wamekolapsi kwa sababu oksijeni ya Mungu imezidi kidogo au imepungua kidogo? Ushaisikia? Kwa hiyo Mungu hajawahi kukosea majira yake kwa wakati wowote. Na kwa sababu hiyo, kila ambacho Mungu anakiweka kwetu, anakiweka kwa makusudi. Sasa Yesu Kristo kwake hakuna mapungufu. Kwa wanadamu, mimi na wewe tuna mapungufu. Lakini kwa Yesu Kristo hakuna nini? Mapungufu. Biblia iliposema tusiwe na haki kupita kiasi, inamaanisha nini? Niko ninataka kuzungumzia. Tusiwe watu wa kujihesabia haki mno au zaidi ya tulivyokusudiwa. Ndio maana kubwa ndio hiyo. Tusiwe watu wa kujihesabia haki sana. Mimi najua, mimi ndio nimefanya, kama sio mimi. Tusiwe watu wa kujihesabia haki kupita. Yaani kitu moja tunataka kuingiza kwenye kichwa ni hichi. Hata usipokuwepo, hicho unachofikiria kitafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtazama mke wako ukafikiria kwamba mimi ndiye namlisha tu ndani ya hii nyumba, nisipomlisha hasabai, kufa uone kama watoto hawatalelewa. Jaribu kufa uone, wao umeshaona lini mama aliyefiwa na baba watoto waendelee kuishi na maisha yakaendelea? Ushaona? Kufa uone ndio utajua. Kwamba wewe sio kila kitu. Usijaribu mno kujihesabia haki kuliko ulivyo. Afadhali kukumbuka ya kwamba kila unachokipata ni kwa neema ya Mungu. Waswahili wana lugha nzuri siku hizi wanasema usijimwambafai kupita kiasi. Usijipige kifua. Usijionyeshe ya kwamba wewe ni zaidi ya wengine. Ndio maana Bwana ule mwenye shamba hakujali wingi wa muda, alijali makubaliano. Na mtu anayejihesabu
kujihesabia haki mno, anakuwa na kiburi na kuishia kudharau wengine wote na kujiona yeye ni bora kuliko wengine. Bwana Yesu aliwaona Mafarisayo na Masadukayo kwamba ni watu wenye kujihesabia haki mno. Kwenye Luka 18:9 akawaambia, unaweza kusoma mistari mingi lakini nitasoma hiyo kidogo ili mpate picha. Akawaambia mfano huu, watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Mstari wa 10. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Mfarisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mstari wa 12. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. 13. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Mstari wa 14. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atafanya nini? Atakwezwa. Mmeiona hiyo? Mmeiona hiyo? Jamaa alitaja vitu vyote la kanisani. Nafunga mara 7, natoa zaka, nakuja ibada ya asubuhi, mimi naomba, nafanya vitu kama hivyo, mimi labda ndiye nasimamia vitu fulani hapo kanisani na nini. Alitaja sifa zake, akasema mimi si sawa na wale wazinzi, walevi, watoza ushuru na vitu kama hivyo, si sawa. Yaani anahesabu haki kwa matendo ya sheria. Mimi si sawa na wale, mimi si sawa na, mimi si sawa. Yaani ingelikuwa yeye ndiye anahesabu habari za ufalme wa Mungu, yeye alikuwa anataka apate first class ya kuingia mbinguni. Yaani akae pale mahali ambapo kuna sofa, ukivuta inakuwa kitanda unalala. Kwa nini? Anazo haki zote. Zote. Si wa kawaida huyo. Lakini yule ambaye kibinadamu alijijua ni mtoza ushuru, na alijua amekosea watu wengi kabisa, alijinyenyekeza kabisa, akamwambia, Ee Mungu, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 66 mstari wa 2 nasema, mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu mwenye roho iliyovunjika na kupondeka, atetemekaye alisikiapo neno langu. Mungu anaangalia mtu mwenye moyo uliovunjika na kupondeka. Huko Mungu anaachilia rehema, msamaha, anaachilia na toba huko kwenye huo moyo. Lakini ule moyo ambao umejitosheleza na kujihesabia haki, Mungu hashushi rehema zake huko. Bwana Yesu asifiwe. Umeona? Haki haipaswi kuzidi mipaka. Haki haipaswi kuzidi mipaka. Haki ya Mungu haipaswi kuwadharau wengine. Haki ya Mungu haipaswi kukuinua wewe na kukupa kiburi kuliko wengine. Ile haki Mungu anayopenda haihesabu ubora wa mtu, inahesabu unyenyekevu wa mtu.
Bwana Yesu asifiwe. Haiangalii umaarufu wa mtu. Mimi jana nilimwonea huruma sana Raila. Yaani kwa moyo wangu wote. Naangalia vile ametaabika tangu kijana. Naangalia vile ameng'ang'ana. Naangalia vile amepigwa machozi na mabomu na nini. Na siku zote niliona wajamaa wanamnyang'anya. Lakini jana nilisikitika zaidi. Mara 6. Na bado wajamaa wakachukua. Na umri haumruhusu tena. Hizi haki hazitumii nguvu, my friend. Si kama tunavyofikiri sisi. Hatuzipati kwa sababu tuna uwezo mkubwa, elimu kubwa, maarifa makubwa. Haki ya Mungu haiji kwa sababu tuna vipawa vikubwa vya kuteremsha mapepo na kuwafanya miujiza. Hapana. Au tuna vyeo vikubwa. Haki ya Mungu haipitaki huko, my friend. Ndio maana iliwaacha Mafarisayo na Masadukayo ikaenda kwa mtu mwingine. Haki ya Mungu haipitaki huko. Mungu aangalii heshima ya ukubwa, mazingira tulio nayo au busara tulizo nazo. Na wanasema Mungu aangalii huduma. Eti umhubirie watu wangapi? Kwani wewe ndio unaokoa? Kwani umebadilisha watu wangapi? Mungu asumbuliwi na hayo mazingira. Yeye azungumzii, anaangalia viwango vyako vya kunyenyekea vinaongezeka au vinafanya nini? Vinashuka. Biblia inasema angalia ni wapi ulipoanguka, ukafanya nini? Ukatubu. Ukubwa wa level ya haki ya Mungu ni kiwango kile ambacho unakaribia kunyenyekea zaidi. Kadri unavyojisikia kutubu, kadri unavyojisikia kuwa mdogo mbele za Mungu, ndivyo unavyosogea viwango vya juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kadri unavyojiona hapa, hili nina network nyingi, mimi nina network nyingi, mtu akinigusa hapa nina network, akinifanya hapa nina network, ndivyo moyo wako unavyokwenda viwango vya wanadamu, na mwisho wa siku unawashusha wanadamu chini. Mwisho, usijione mwenye hekima sana machoni pako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ya kimungu inatufundisha kutii. Anasema usiwe mwenye haki zaidi ya kile ulichokirimiwa. Na siku ile moyo wako utakapotaka kutambua kwamba mimi ninajihesabia haki sana, angalia jinsi unavyoaviu watu. Unamtazama Yusufu ataniambia nini? Ukishahisi ya kwamba hana cha kukuambia, ujue umeshaingia kiburi cha utoshelevu. Hivi unafahamu hata mtoto yule mdogo pale ndani ya nyumba yako anacho cha kukuambia? Kwani si kweli? Hivi unafahamu hata yule bibi ambaye hajasoma chochote, Mungu anamweka kitu cha kukuambia? Lakini mara nyingi kwa sababu tumeshajiwekea klasi fulani, tunafikiri hii ndio haki. Kwa hiyo hatutaki tena kuwatazama na kuwaona wale wengine kama wanastahili tena. Haleluya. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa.
kwa ujumbe wa neno lake. Tunaenda mbele zake kwa njia ya kumshukuru kwa matoleo yetu ya shukrani ya wiki. Tutaimba wimbo nambari ya 346. Wimbo nambari ya 346 tunapotoa shukrani. Tunapotoa shukrani. Wajua kuzihesabu nyota zilizoko juu, wajua kuyahesabu nayo mawingu yote. Mungu aliyehesabu lisipotee hata moja, alijua kwa majina viumbe vyake vyote. Wajua kuzihesabu nyota zilizoko juu. Tunafahamu? Wajua kuzihesabu nyota zilizoko juu. Wajua kuyahesabu nayo mawingu yote. Mungu aliyahesabu lisipotee hata moja, alijua kwa majina viumbe vyake vyote. Wajua kuwahesabu na ndege wa angani. Wajua kuwahesabu samaki wa majini. Mungu hapa wakuwapo huwaita kwa majina, walioa wanamchezea na kumfurahia mno. Wajua kuwahesabu watoto waamkao asubuhi vitandani, wacheze mchana kutwa. Mungu huwatunza wote kwa huruma zake kuu. Nawe nakupenda, ndiye mpenda watoto. Tumeshika? Nilikuwa naimba mwenyewe. Tumeshika? Sasa nataka mrudie fungu la kwanza wenyewe. Wajua, nimeshika ama hamjashika? Twende. Wajua kuzihesabu nyota zilizoko juu. Wajua kuyahesabu nayo mawingu yote. Mungu aliyahesabu lisipotee hata moja, alijua kwa majina viumbe vyake vyote. Mungu anajua kila kitu, tena kwa majina, kisimpotee hata mmoja. Kwa hiyo hata ukijititimua, ukijipiga kifua, kazi bure. Si bado tumehubiriwa? Mungu anawajua watu wake, na kila mmoja atapokea nini? Wale waliozaliwa na waliofungwa
wamefunga ndoa zao katika mwezi wa Februari watamtolea Mungu shukrani zao Jumapili ya tarehe 23 katika ibada zote mbili, na ni Jumapili ijayo. Baraza la wazee ni leo mara baada ya ibada ile ya saa 4. Kwa wale wanafunzi wa Kipa Imara wanaoanza, tafadhali tumeanza, mlete mtoto wako. Tutatumia vitabu vipya vilivyochapishwa vipya vya Furahini katika Bwana, na kitabu kimoja ni shilingi 500. Tunaachana na vile vitabu vya zamani, wametoa vitabu vipya. Ukienda kule Tanzania kitabu hiki kinauzwa 8,000 ya Tanzania. Sasa mpaka kitufikie hapa na gharama za leo kukileta mpaka hapa anatuzia shilingi 500. Wewe uchague mwenyewe kwa wale wanafunzi wa Kipa Imara wa mwaka wa kwanza. Ni matumaini yangu maombi kwa ajili ya maandalizi ya maombi ya dunia. Wanawake, ni siku yenu hii, mjitoe kwa moyo, mjitume ili muweze kuifanikisha siku hii. Kwa mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo mama mwenyekiti akiomba ubaki nyuma, tafadhali ubaki nyuma. Maana ni kwa siku hii moja tu unajitolea kwa ajili yake. Na leo unabaki nyuma. Ibada ya saa 4. Asante. Tuendelee kuombea familia hii iliyopatwa na msiba, na wale wengine wote waliopatwa na msiba. Nimeambiwa Mrema amepatwa na msiba. Nimeambiwa mwenyekiti wa vijana amepatwa na msiba. Tuendelee kuwaombea ili Mungu akalete faraja ya kweli katika familia hizo. Pia tumkumbuke mzee wetu Zakaria Karudhu, alipatwa na msiba, alifiwa na kaka yake. Tuendelee kumwombea ili faraja ya kweli ikaonekane katika familia hiyo. Salamu Yesu wangu, matoleo ya kijambele. Salamu Yesu wangu, sisi watoto wako tunakuomba wakati huu tulipokusanyika madhabahuni pako, yapokee matoleo ya watoto wako waliokuletea sasa. Roho zao na miili yao vileva iliyo haya kukupendeza na takatifu machoni pako. Kwa Yesu Kristo aliye mwana wako na Bwana wetu. Amina. Nirudishie Bwana nini? Nakulitangaza jina
wakubwa, mama, binti, na wale wakabara, vijana, mbele za madhabahu yako. Bwana, wewe ni mtakatifu sana. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Angalia ndani yetu Bwana, kuliko chele zake moto. Wewe ndio umetuongoza katika nchi iliyo sawa. Iachilie damu ya msamaha. Takasa kila mmoja wetu. Itakasa na mimi. Takasa na familia hizi zilizosimama ndani ya nyumba yako asubuhi ya leo. Achia uwepo wako, achia upendo wako, achia na huruma zako. Na msiri wa Mungu, yeye atujuaye kuliko tunavyofahamu, akutahadhari na haja zetu, akutane na mioyo yetu, akutane na nia zilizo mbele za madhabahu yako. Isikie sauti ya mama huyu, isikie sauti ya baba huyu, isikie sauti ya kijana huyu. Kadri ya haja aliyonayo moyoni, ninamleta mikononi mwako. Watu wanaopitia mipindi migumu ya Bwana kwa ajili ya kazi, ninaomba uwafungulie milango. Watu wanaopitia mipindi migumu kwenye ndoa zao, ninaomba uwafungulie milango. Watu wanaopitia mipindi migumu ya Bwana kwa watoto wao na vijana wao nyumbani, ewe Mungu ninaomba uwafungulie milango. Watu walioshindwa kulipa nyumba zao, hata wametumikia wamefungiwa malango yao, Mungu ninaomba uwakumbuke na wao. Watu walio na machozi, haki zao zimetokea, mipango yao imeharibika, ratiba zao za maisha zimeharibika. Ewe Mungu ninawaleta mikononi mwako, maana haki yako si kama wanavyotoa mwanadamu. Kutana na haja zao, kutana na mipango yao. Neno lako linasema njoo, leta hali yako tuojiane, upate kupewa haki yako. Neno lako pia linasema njooni kwangu, ili nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wamekuja watoto wako mbele zako, wamekuja kila mmoja kwa jinsi yake. Watu walio wagonjwa waliokusanyika mbele zako, na mikono yako uliyonipa. Neno lako linasema alichukuliwa, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona, na chini ya nguvu ya uponyaji juu yao. Ninaomba magonjwa, madhaifu, na kila moyo uharibifu iliyoachiliwa juu yao, iwaachie sasa katika jina la Yesu. Magonjwa ondoka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninavunja mateso, magonjwa, laana, kukataliwa, kuonewa katika jina la Yesu. Biashara yako ilipofungwa, milango yako ilipofungwa, ninaifungua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Chochote alichokimiliki adui, ninakiamuru sasa kiachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaachilia nguvu za Mungu zipite ndani yetu, zitukange zile ndoa zilizovunjika, na kurudisha moyo upatanisho. Yale mazingira yaliyoharibika, na kurudisha moyo upatanisho katika jina la Yesu. Kazi yako iliyoharibika, ninaachilia tena baraka kwenye hiyo kazi, naachilia tena mkono wa Mungu kwenye hiyo kazi. Bwana wabariki kazi za mikono yenu, Bwana wabariki kuingia kwenu na kutoka kwenu, awafungulie milango, awavushe kwenye mazingira mnayopita, awakinge na mabaya, awaondolee lawama, awaondolee na kesi na misiba katika jina la Yesu. Wewe wa Mungu wangu uwe juu yetu, na Bwana atukumbuke katika utukufu wa jina lake. Naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana akubariki, akulinde. Bwana kuangazie uso wake kufadhili. Bwana akuinulie uso wake akuone, akutazame, akupe imani na akupe amani. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sikia kwamba
Uhimidiwe wewe Mungu uliyetupa neema hadi sasa. Watoto wako tunatoka katika nyumba yako, tunakusihi uso wako uende nasi. Tupe kibali kipya siku hata siku, tupe neema yako siku hata siku. Jumatatu ya watoto wako, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi ya watoto wako zikawe ni siku za kuinuliwa kwao, zikawe ni siku za kufanikiwa kwao. Wapatie nguvu, wape kibali kipya, waonekanie Mungu wangu, watetee, na ulinzi wako wa kimbingu ukawe juu yao. Kwa Kristo Yesu utusikie. Amen. Tunamshukuru Mungu, tumefika mwisho wa ibada yetu siku hii ya leo. Tunaye mgeni ambaye ni mara yake ya kwanza yuko pamoja nasi. Nipende kuwashukuru ninyi nyote, nipende kuwashukuru wazee, nipende kuwashukuru kwaya, nipende kumshukuru piga kinanda babu. Mungu awabariki ninyi nyote. Tutasimama, tutatoka na wimbo nambari ya 324. Wimbo nambari ya 324. Haya, usiku waje, fanya bidii nyingi, amka mapema sana, usichelewe. Haya, usiku waje, fanya bidii nyingi, fanya kazi yote.